inaweza kuchukua muda mrefu before you meet your miracle. Nikwambie kitu mimi kinibadilisha maisha yangu. Unanisikia Nilikuwa nasoma Nairobi. Nasoma chuo Nairobi. Miaka ya nyuma, mwaka 93. Mwaka 93 nimetoka chuo, nataka nipande basi. Tena ni basi nirudi Mwanza. Cha ajabu kikatokea. Tuko watu wengi na kuendaga Nairobi siku zote. Nasoma. Kufika pale, nimeondoka nyumbani pale chuo asubuhi, natembea na kwenda. Nilipofika mjini nikashangaa, akili imechanganyikiwa. Ni asubuhi ile nikaona jioni. Jioni. Alafu ile stendi sioni ilipo. Zunguka mpaka choka. Zunguka ni jioni. Najiuliza, mbona? Nikaamua kukaa mahali. Nikakaa mahali. Nini kimetokea? Jioni. Ghafla nikasikia gorofani watu wanaimba wimbo. Kuna kitu leo nyumbani mwa Bwana. Kuna kitu leo nyumbani. Wanapiga makofi. Kuna kitu leo nyumbani mwa Bwana. Haleluya leo naimba. Kuna walokole hapa. Niende angalau nikawaulize nini njia, sababu nimepotea. Na mimi ni mwenyeji hapa na imekuwa jioni. Nikapanda ngazi mpaka juu. Nikakuta watu kama 18 hivi. Kuna mzungu mmoja ametoka nje ya nchi. Anaitwa Charles Hopt. Mimi simfahamu sasa. Yule mzungu anasema ameelekezwa na Mungu aje hapo Kenya, na mtu ametumwa kwake, ana maneno yake. Lakini sasa wanafanya kama fellowship hapo, wanapiga makofi. Mimi sasa naingia sasa pale. Nilipokuwa naingia, bahati mbaya ule mlango nako ingilia ndipo wameweka kama madhabahu kadogo. Wakati naingia hivi, mzungu akanishika mkono. Akasema ni huyu hapa niyetumwa kwake. Kumbuka mimi sio Mkenya. Ukumbuke mimi sio Mkenya. Mimi nimeingia tu pale, nataka kuuliza, mbona imekuwa jioni wakati ni asubuhi? Yule mzungu akanishika mkono. Akaniambia, kwanza jina lako unaitwa fulani. Hapo hainitishi sana. Nimetulia tu. Mimi nimesoma. Akasema jina la pili fulani. Hiyo hainitishi sana. Anaweza kuwa anajua majina. Kuna njia. Akasema unatokea mahala fulani. Sawa. Anasema lakini umechanganyikiwa, unaona sasa hivi ni jioni. Nikasema atakuwa ndiye aliyeniloga huyu. Niko smart yani. Sababu simjui, siwezi kwenda hivi nimesema nipo tumetulia. Akaniambia jina lako la kijijini. Nilipokuwa mdogo kuna jina nataniwa kijijini. Unaitwa fulani. Sitaki kulisema. Unaitwa fulani. Aliposema hivyo nikashtuka. Akaniambia unatoka nchi fulani. Akanitajia mpaka nikaishiwa nguvu. Mpaka nguvu zikaisha, nikakaa chini. Sasa huyu jamaa naye vipi? Akataja mpaka wadogo zangu mpaka kaka zangu, afa akaniambia sikiliza nikwambie mambo yaliyo mbele yako. Akaanza kuniambia unakaa mji fulani, baada ya muda fulani Mungu atakuhamisha pale, atakupeleka mahala fulani, atakupeleka mahala fulani. Akaniambia mpaka mahala ambapo ningefika miaka 10 ijayo. Hapa nilipo ni sehemu ya yale aliyoyasema. Unanielewa? Hapa nilipo ni sehemu ya yale aliyoyasema. Nikasema, hapa bado. Wewe unaongea hapa bado. Hapa katikati kuna majangwa, ila nimepewa viatu vya kutembelea. Hapa katikati kuna misumari ya moto, ila nina viatu vya chuma vya kukanyaga. Hapa katikati kuna jua kali, nimepewa mwamvuli wa kubeba. Na tutavuka mpaka ng'ambo kwa jina la Yesu. Hebu sema vuka kwa jina la Yesu. Huyo bwana kaniombea, akaanza kutabiri. Mimi sasa nikapitiwa na usingizi kabisa. Cha ajabu, wakamaliza fellowship wakaondoka. Mimi nimelala. Wote wakaondoka. Baadaye mtu akanishika hivi, kuangalia mlinzi. Akasema tutoke, ngapi utaondoka bwana? Mlinzi wote wameshaondoka, leo mzungu ameshaondoka.
kutoka pale nje saa 4 asubuhi. Na stendi hilo pale. Tena kuingia kwenye basi na sasa. Kwa sikujua yule mzungu alikuwa wa wapi, kwa kama sikujua ni wa wapi. Nilikuwa nimevaa koti. Kwa sikujua wa wapi na wale watu wa wapi, na nilipoondoka sikukumbuka hiyo sehemu tena. Nikaja Tanzania miaka 10 baadaye. Lile koti lipo. Siku moja mke wangu analifua, akaona business card. Kumbe yule mzungu nilipokuwa nimelala pale alichukua business card akaiweka kwenye koti. Mimi sijawahi kuangalia. Baada ya miaka 10 kuona business card imeandikwa Charles Hopt, imeandikwa email, imeandikwa hivi na hivi, please contact me. Miaka 10 baadaye. Yaani hiyo koti limefuliwa, hiyo business card imo tu. Koti limeanikwa, business card imo tu. Kodi tumeliacha kwenye nguo chafu. Yaani limekaa halivaliwi, imo tu. Mungu akikutunzia kitu wafanyavyo hakiwezi kupotea. Makusudi ya Mungu hayawezi yakazuiwa. Nikachukua hiyo email nikamwandikia haya so and so. Akaniambia, can you come to my country? I'm sending you a ticket. Come to my country. I saw something that I can't tell. Akanitumia ticket. Akanitumia kila kitu. Siku 2 napanda pipa. Naelekea kule Ulaya kule. Kumkuta yule mzungu tajiri hujawahi kuona. Gari yenyewe inafunguka mabawa hivi. Sio kama za kwenu za kulia hivi pup. Yenyewe unabonyeza mara inafunguka. Naingia mle ndani. Kuendesha hivi ukifika mahali anabonyeza remote, lango linafunguka hilo, mnakwenda kuingia straight mpaka ndani. Anawaambia watu, huyu mtu nilionyeshwa na Mungu. Kuna mambo makubwa yako mbele yake. Mimi siyahisi yale mambo, unanielewa? Mungu akiwa anaongea na wewe sio kwamba unajisikia kutetemeka. Hata wewe unakuwa unajishangaa kwa ni kweli. Sio kwa ananizuga tu huyu. Na wewe unaona hebu acha tusikilize. Wakati ule vitu alivyoniambia nimeshapiga hatua kubwa sana. Mtu wa Mungu akikwambia jambo, usirelaksi ukitegemea itatokea. Ukitolewa unabii, unatakiwa uombe kwa bidii kwa sababu na shetani amesikia. Ukitolewa unabii, aliyekutolea unabii amekufungulia vita. Ndio maana mimi sipendi sana kutolewa unabii. Mtu akikutolea unabii anakufungulia nini? Vita. Kwa mfano akasema, wewe ni mzee kiongozi. Akasema, unaona kanisa hili ina wazee viongozi 6. Wewe utakuwa wa 6, lakini wapo 6. Ina maana kuna mtu atoke. Kwa hiyo huyu anayetaka kutoka atapiga vita mpaka ukome. Kwa sababu wazee wako 6. Alafu anakutolea unabii utakuwa mzee wa 6 hapa mwezi mmoja ujao. Ina maana wale wazee waliopo wanajisikia kuna mtu atatimuliwa hapa. Shetani huwa hawezi kujua mambo ya moyoni mpaka yakisemwa. Narudia tena, shetani hawezi kujua unayowaza. Na ndio maana Biblia inasema kwamba muombeni Bwana mvua wakati wa masika. Biblia inasema muombeni Bwana mvua wakati gani? Sasa ni wakati wa masika, utaombaje mvua tena? Mvua sipo automatically. Mungu anamaanisha kwamba lile uliloahidiwa linapotaka kutokea, shetani huwa anasimama apinge 100%. Ukitolewa unabii, na ndio maana watu wengi wako hapa nabii zilishatolewa, hujawahi kuona nimetimia. Utanunua gari, utaolewa. Shetani ukitoa unabii ndiye asikia. Anasema nikupe mfano. Wana wa Israeli walikuwa nchi ya Misri kwa muda wa miaka 430. Yusufu ndiye aliwapeleka kule. Walikuwa wanaishi maisha mazuri. Lakini siku Yusufu anafariki, alikuwa ni prime minister. Wosia unaoachwa na prime minister lazima ujulikane nchi nzima. Alipokuwa anafariki Yusufu, akawaita ndugu zake, akawaambia mimi nafariki, lakini mjue kwamba tulitokea Israeli tukaja hapa Misri. Siku zijazo naona kwamba Mungu ataturudisha Israeli.
mimi mtanizika hapa, siku mnaondoka ninaomba mnibebe na mifupa yangu mkaizikie Israeli. Farao akasikia. Kumbe wataondoka. Kumbe kuna siku wataondoka. Kumbe wataondoka. Farao akasema ongeza mzigo. Kwa nini? Unapotolewa unabii, unahatarishwa. Unapotolewa unabii juu yako, inabidi uombe. Ndio, unabii unakusaidia kuona njia, lakini inabidi uombe zaidi. Watu wakianza kuhisi unakwenda mahali fulani, si watu wote wanaanza kuweka mitego, mwingine mguu, mwingine hivi, wakate miguu yao. Fyatua miguu yao. Na ndio maana unakoelekea Mungu ameweka siri ili kusudi kukukinga. Ndio Farao akaongeza shida, matatizo, mpaka Biblia inasema Mungu akamtokea Musa akamwambia, kwa sasa hivi nimesikia kilio cha watu wangu. Wana wa Israeli wakaomba, Mungu akamtuma Musa. Kumbe ukiomba Mungu anatuma mtu. Una Musa wako wewe, unaye Musa wa kukuongoza, unaijua bahari ya Shamu, unalijua jangwa, yuko Musa aliyeandaliwa, ambaye ameandaliwa na Mungu kwa ajili yako. Mungu anaandaa watu atakayekuvusha, atakayekuongoza, atakayekushika mkono kuvuka majangwa ya maisha na tabu za maisha. Vuka kwa jina la Yesu. Kutokea pale, huyu mzungu sasa niko kwao akaniambia kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Akaniambia twende nchi fulani ukahubiri. Akaandaa mkutano. Nilipohubiri mkutano ule, maajabu yalitokea. Nchi nyingine. Siku moja nikahubiri ndani ya siku 15, ndani ya siku 30, nchi 15 tofauti. Ndege ipo, unapaa unakuja hapa. Unapiga masaa mawili, siku mbili, unapaa unakuja hapa. Kwa ndani ya siku 15, ndani ya siku 32 nimeenda nchi 15 tofauti za Ulaya, na baadaye siku ya 32 niko Dar es Salaam. Nikajua maana ya ndege, kazi ya ndege. Nikaona na mimi mwenyewe nahitaji ndege siku zijazo. Maono ya ndege yakaanza kuja. Kumbe helikopta ni kitu cha kawaida. Kumbe ndege ni kitu cha kawaida. Kumbe hakuna gumu la kumshinda Bwana. Ile mbegu ikapandwa ndani yako. Yuko mtu aliyeandaliwa na Mungu kwa ajili yako, atakayekuvusha. Hebu sema navuka, 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 navuka. Unajua yule mtu nilipofika kule, mimi hakuwa amejitambulisha ni nani. Mimi nikarudi baada ya miaka mingi kupita, kumbe ndio baba yake mzazi na Joel Austin, anaitwa Faustine Austin. Hata hakuniambia. Baadaye nikaambiwa yule mtu tuliyekupeleka amefariki. Joel Austin huyo sikumuona, tufahamiani. Ila kazi ya huyu mzee akanipeleka kwenye mataifa yote. Kila nilikotoka wanataka niende tena. Kila nilikotoka ndio mwanzo wa huduma kulipuka kwenda kule. Na nielewa lazima awepo mtu. Hebu sema awepo mtu. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Na mtu yule humtafuti. Usianze kunyemelea watu kwamba ni huyu. Utaingia chaka. Mungu akikuletea mtu atakuunganisha naye kwa namna ya ajabu. Utashangaa tu roho yako na roho yake vimeambatana. Roho yake na roho yako vimeambatana kabisa. Ukafika wakati sasa, miaka 4 iliyopita, nafikiri 4, kwenda Japan. Tukaenda na Fusi na Lingo na nani Japan. Japani unasimama watu 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, wengi. Tumemaliza mkutano, nikamwambia Ringo, Dr. Ringo yupo. Nikamwambia Ringo nakwenda kununua ndege cash, kwa hela ya cash. Akasema, acha baba, tumekuja mimi na wewe huku tulikuwa hatuna hela. Nikamwambia achana mimi. Tumemaliza mikutano tukaenda kununua ndege. Unajua kununua ndege 2 cash, unahesabu hela mpaka unasikia kweli ni mwana wa Mungu huyu, sio mchezo. Huyo niliendelea ni hapa kanisani. Anasema baba, nini hiki kinatokea? Kwa sababu nikifundisha kule
Mungu anafanya mambo ya ajabu. Watu wanakutafuta wenyewe. Na dola 100, na dola 200, na dola 400, na dola 500. Kuna wakati nikwenda Marekani mpaka siwezi kuzibeba hela, inabidi nifike pale airport nikadeclare, jamani nimekuja na hela nyingi, siwezi kupanda nazo kwenye ndege. Hizi hapa zimejaa begi, na kabidhi hapo kituo cha polisi na nina document. Bwana, hizi huwezi kusafiri nazo kwenye ndege. Wakati walikuwa na ruhusu dola 400, hela nyingi. Yale maneno kwamba Mungu atakubariki mpaka ukose pa kuweka ni ya kweli, na naona baraka zinakuja kwao kwa jina la Yesu. Narudia, naona baraka zinakuja kwao kwa jina la Yesu.